Nataka kuzungumzia changamoto ambayo imekumba dunia nzima, ambayo ni COVID-19 kama vile inavyojulikana kwa lugha ya Kimombo. Na serikali imeweka mikakati. Tunajua kuna maagizo kutoka katika serikali na pia kuna itifaki ili kudhibiti COVID-19. Na waziri wetu ambaye ni Mheshimiwa Cecil Kariuki pia naye ametoa maagizo kutoka katika Wizara ya Maji. Na tunazingatia muhimu kutekeleza haya maagizo yote. Kitu cha kwanza, tunajua ya kwamba maji safi na udhibiti wa maji taka ni muhimu katika kupambana na magonjwa haya ambayo yanaletwa na virusi tofauti tofauti. Mojawapo ni kama hii COVID-19. Na kile ambacho kimepewa kipaumbele katika wale washirika wetu ambayo ni kampuni 88 kuanzia Nairobi, Lodwar, Mombasa, Kisumu, ni kwamba tusiwe na ukosefu wa maji safi na maji safi katika mfereji. Na lengo letu kuu ni kwamba hatuhitaji kufunga maji wakati huu. Na ni kwamba tunahakikishia taifa wasiwe na wasiwasi. Lengo ni kuwe na uendelevu wa kupatiana maji safi na kudhibiti na kushughulikia maji taka ambayo yote ni muhimu, yanaenda moja kwa moja. Sasa katika yale maagizo ni kwamba kuwe na vituo vya kusafisha mikono, ni kama katika sehemu ambazo ni muhimu, sehemu nyeti, kama ni katika unakuta stage, kuna vibanda mahali watu wanauzia kama sokoni, sehemu muhimu ambayo inaleta watu wengi pamoja. Na nataka kujulisha taifa ya kwamba kufikia sasa kampuni zetu za maji wakishirikiana na washikadau wengine wameweka zaidi ya sehemu 1000 ambavyo watu wanaweza wakanawa mikono. Ukienda Nairobi hapa kama ni Gikomba Market iko, ukienda Kencom imewekwa. Na tunasema ya kwamba kulingana na ule utaratibu ambalo na taratibu zimewekwa na sheria za kudhibiti maji za kusimamizi wa maji na shirika la afya ulimwenguni na shirika letu la kudhibiti maji katika taifa hili WASREB, ni kwamba tukiangalia zile standards ambazo zimewekwa zinatosha kudhibiti COVID-19. Kitu kinahitajika tu ni kuzingatia usafi, watu wawe wanasafisha mikono kila wakati. Na pia utafiti unaonyesha ni muhimu kunywa maji kila wakati. Hatutarajii hivyo, lakini wakati mwingine unaweza kuwa ukawa exposed kwa ile virus. Na inasemekana ukinywa maji inasafisha, inapeleka kwa tumbo na hiyo virus inavunjwa. Sasa hiyo pia inasaidia kunywa maji kila wakati. Sasa hivi tunajua matumizi ya maji ni mengi. Watoto wamerudi nyumbani, biashara mingi zimefungwa, na ndio tunatia mikakati kuhakikisha kwamba maji inapatikana katika kila nyumba katika taifa hili. Lakini katika kufanya kazi hiyo kuna changamoto mingi sana. Tunaelewa ya kwamba COVID-19 imekuwa na hatari mingi sana katika mchakato huu wote. Si kwamba ni hali ya kiafya tu. Utakuta kiuchumi, hali ya mapato ya watu imeshuka. Na tumeona rais akija waziwazi kutumia ile inaitwa kwa Kimombo economic stimulus package, kuhakikisha kama ni viwango vya ushuru vimerudishwa chini ili mwananchi wa kawaida awe na pesa katika mfuko. Tunashukuru, lakini pamoja na hayo ukiangalia upande wa maji ni kwamba sisi tunategemea. Maana katika katiba yetu inasema ni haki mwana Kenya kupata maji yaliyo safi katika viwango vinavyohitajika. Lakini pia huyo mwana Kenya ana majukumu ya kulipia maji. Sasa hii ndio changamoto ambayo tumeona ya kwamba uchumi vile unazidi kuzorota na kuharibika, hata mwana Kenya sasa ana shida ya kulipa maji, maana chakula ni muhimu na pia maji ni muhimu. Na ndiposa tumetoa maombi yetu katika serikali kama wanaweza ingilia kati kusaidia kampuni za maji katika hii hali iliyo ngumu. Lakini kitu cha kweli ni kwamba maji hayawezi kuwa bure. Sasa kile kitu ambacho tunaomba wana Kenya saa hizi
ni kwamba ndio tuwe na uwezo wa kusambaza maji kila siku na kuendelea, tafadhali lipia bili yako ya maji. Lengo letu si kukata maji, maana tuna wafanyikazi, tuna kemikali zinahitajika, kuna nguvu za umeme, hizi zote zinalipiwa. Tukisema kwamba maji itakuwa ni bure, tunadanganyana. Leo kesho kutwa mtondogo tunaweza tukakupa maji, lakini kwa vile pesa haiji, baada ya muda tutashindwa kununua kemikali, tutashindwa kulipa stima, baadaye kampuni hizi hazitaweza kutoa maji safi. Na haya maji ndio muhimu kupigana na kuhakikisha tumesimamisha COVID-19. Ni haya maji. Sasa tunaomba tusaidiane, na pia sisi tumeomba usaidizi katika serikali zote mbili, ya kwamba katika hali hii ngumu ambayo biashara imeenda chini, kama kuna madawa ambayo ni muhimu kama chlorine, alum na soda ash, na huenda yasipatikane. Sasa tumeomba kama wanaweza wakatengeneza, kukawa na pesa ambazo zinaweza kutengwa kusaidia hizi kampuni, maana kampuni hazina pesa za kutosha. Tunapatiana maji kwanza, tunatuma bill za maji, baadaye ndio tuokote pesa. Tukishaokota pesa ndio tununue kemikali. Sasa inamaanisha unaweza tu ukaweka stock ya mwezi mmoja ama miezi miwili. Na sasa kwa hivi kampuni mingi zinaweza tu kudhibiti mwezi mmoja. Na ikiwa pesa haziingii, hatutaruhusiwa kupatiana maji bila kuweka kemikali ya chlorine ambayo ni muhimu ya disinfection. Na kwa vile COVID-19 kuidhibiti njia moja ni disinfection, kwa hivyo ni muhimu sana. Sasa sisi tunatoa ombi kwa taifa la Kenya. Tunajua hali ni ngumu sana, lakini tuendelee kwa sasa kusaidia kampuni zetu ili ziweze kudhibiti na kuendeleza shughuli hii ya kusambaza maji. Neno ambalo tumesema na ambalo ni la muhimu ni kuhakikisha kwamba hata zile accounts zote zilikuwa zimekatwa zinarudishwa. Hilo ni neno la muhimu, kuhakikisha vile nimesema ya kwamba ni kwamba kila mtu awe na maji. Lakini jukumu letu kubwa si kukata maji. Jukumu letu ni kusambaza maji. Wale ambao walikuwa na accounts na walikuwa na madeni wanaunganishwa. Lakini pia nao wafanye jitihada, kwa sababu unajua ukizidi kuunganisha watu, gharama ya usambazaji pia maji inaenda juu. Kemikali inaenda juu, inahitajika. Alafu utakuta sasa pia bei ya stima, gharama ya stima inaenda juu. So wasaidie. Lakini tunajua serikali kwamba rais amegeuza mipangilio ya serikali ili kukabiliana na hili janga. Na tuna uhakika ya kwamba haya maombi tumepatiana yamefika kwa serikali kupitia kwa wizara ya maji, na tunajua yatashughulikiwa na kuna misaada itakuja. Na kabla misaada ije, ni vizuri sisi kuwajibika ili tuendelee. Maana ukiendelea kulipia maji sahihi ni kama unatusaidia sisi wote tumeshikamana na tumetangamana kupigana na kusimamisha COVID-19. Maana itakuwa ni janga kubwa kwamba ugonjwa huu upo, alafu unasikia sehemu nyingi katika taifa hili halina maji. Hata kutakuwa na mkurupuko wa magonjwa mengine kama kolera kwa sababu maji hayapatikani. Sasa nashukuru, maana kwa sababu kuna mikakati ambayo imewekwa, na moja ambayo imepewa kipaumbele na wizara ya maji kupitia vitengo tofauti. Kuna zile zinaitwa Waterworks Development Agencies, ni kuhakikisha matangi ya maji yamepelekwa katika sehemu hizo. Na pia kuna zile zinaitwa water bowsers tracking, zinapata maji zinapeleka sehemu hizo. Hivi tunavyozungumuza, Narok Water Company wamepokea tangi 30 ambazo watazisambaza sehemu tofauti ambazo zina mahitaji ya maji. Alafu maji kwa sababu hayafiki huko, tutatumia zile water bowsers kupeleka huko ili ifikie mwananchi wa kawaida. Kando na hayo, tunajua kuna wengine wanatumia sehemu mbalimbali ambao hawapati maji. Pia wizara ya maji imetoa madawa ya kutibu maji. So hao watakuwa wanapewa pia dawa za kuweza kutibu zile maji ili kuileta katika kile kiwango ambacho kitapigana na hivi virusi. Ningependa kuomba Wakenya ya kwamba hivi tunahitaji kuhifadhi maji. Maana
nchi yetu ni moja ya nchi ambayo imeorodheshwa na Umoja wa Mataifa kama nchi ambayo iko na uhaba wa maji ulimwenguni. Sasa yale maji machache ambayo yanakuja katika mfereji, naomba tuyahifadhi. Nimepatiana mfano huko nyuma, utakuta mtu anapiga mswaki lakini amefungulia mfereji. Unaweza ukatumia hata lita 5. Lakini ukiweka maji kwa glasi unaweza tumia mililita 200. Sasa hiyo inaokoa. Ukienda kuoga tena kwa shawa, usitumie muda mrefu, tumia muda mfupi. Utakuta umeokoa maji. Mama zangu, dada zangu, wale wanaosha, ukiwa kwa sink, usioshe vikombe na maji yanatiririka na huku ziba. Hapana, weka kwa beseni kidogo alafu uoshe. Ni wakati wa kuhifadhi maji. Alafu mwisho ningeomba, kwa sababu jukumu hili kubwa la usambazaji wa maji kulingana na katiba yetu, ukiangalia katika ile schedule 4 iko katika gatuzi. Tunaomba pia serikali za gatuzi zijitokeze kupatia support hizi kampuni. Nitakupatia mfano. Kampuni hizi ukiangalia yale majukumu yaliyowekwa, inaitwa agency principal relationship. Ni kama yule mtu ambaye ako na matatu. Mtu wa matatu huwa anatafuta driver, anatafuta conductor. Alafu wakibeba watu wataweka mafuta, baadaye watapata mishahara yao, alafu pia watapatia mwenye gari kiasi fulani. Lakini ikiwa mwenye gari atasema endeni mkabebe watu bure, itabidi kwamba driver na conductor hawatakuwa na shida. Lakini watasema sisi tunataka mishahara yetu na pia uweke mafuta kwa gari, mguu ukitoboka pia ushone. Sasa sisi hatuna shida na gatuzi zetu. Wakisema maji ni bure, walipie kemikali, walipe mishahara ya wafanyikazi na wahakikishe pesa zote zinazohitajika ili usambazaji wa maji kuendelea yanatolewa.